we maximize your potential. Sasa lakini masters ndio tabia yao ile kujigamba. Hakuna bro, anajigamba kwa ustaa gani ambao nao ndio fadhiliana ustaa gani Nyagomeni? Si wewe juzi ulikuwa unamshabikia wewe juzi. Mimi si ndugu yangu. Mimi lazima nimshabikie ndugu yangu, na ndio maana tena nimempanda kama vile ndugu yake. Na ndio maana nimemchana. Kwa sababu mimi siwezi kumwambia ni ndugu yangu alichofanya amefanya vibaya. Ustaa sio mpaka uchore tatu. Unachora tatu hivi wewe. Tena tatu anaenda kuchora ni tatu za kishamba sana kweli. Tatu za kienyeji mwanangu. Lakini tatu ni tatu oji zile, so oji zile ni fake sana. Tena fake sana. Sisi tunaanza na unaziweka za miezi 6, miezi 7 zinajifuta zenyewe na unabaki huko fresh. Sasa anaenda kuweka tatu kubwa vile shamba sana msenge. Kwa ile tatu sasa wewe ushamba wake ni upi pale? Mbona wanawekaga tu yani vile mwanangu? Bro, afu tatu so star. Yeah. Kitu ambacho tunataka tu nikueleweshe. Tatu so star. Usta ni kitu ambacho ni kile kitu unachokifanya kinakufanya uwe star. Tatu haiwezi kukufanya uwe star. Kwani wangapi ambao wana matatu afu so master? Yana usta gani hapa? Na ana wimbo hata umoja kwa sababu ameimba itizi maita kusema ameenda Kigoma kule. Ameshindwa kuimba hata playback. Ameenda akawa anaimba mwenyewe. Aliona naye alimba naye. It is my time. Eti ni mdaki. Wewe ndugu yangu, heshimu kama ndugu yangu, siwezi kosa kumwambia. Lakini kwa nini akumwambia au kwa nini akumwambia private inboxes? Nimemwambia nimemfuata mimi simemfuata private. Mimi sijamfuata kwa social media. Mimi nimeona amechora nikasema ndio umeamua hivi. Akasema ya ndo ustaa umenipeleka huko. Ndio kwa umepotea sana ndugu yangu, kwa nini umeamua hivyo? Sasa akataka kuvimba sana. Sijui nini, mimi nawaka sana. Ni sasa unawaka nini Nyagomeni? Unawaka roboka mimi nafu unasema unawaka kweli. Kwa mazingira gani ambayo umeshayatengeneza mwanangu? Mimi na hela sijui nini kasa. Hauna chochote ndugu yangu, tusidanganyane bwana. Una hela na kati mimi nakusupport tu, unasema una hela. Kwa una hela kunizidi mimi ambaye naye kusupport. Wewe unalalamika kwa sababu mimi ni ndugu yako nikusupport. Na nakusupport nikiwa nazo nakupa. It is my time, umelalamika sana hapa. Ni support wimbo, ni support nimekusupport. Lakini ukiachana tatu kuna mazuri mengi anafanya. Umesikia? Kwa hajafanya mazuri yoyote ndugu. Mazuri gani? Sasa Shuku unataka nani Mitachi, unataka kusema kwamba it is my time hujaicheza kabisa wewe na kuishobokea. Yaani mazuri yote ya nyuma unayasahau mwanangu. Nyago pale ndugu yangu. Mimi kucheza wimbo wake ni kitu cha kawaida sana. Achana na udugu kwanza. Achana na undugu. Mimi ndugu yangu. Achana na udugu. Bali mimi namsupport kwa ajili ni undugu ambao ninao kwake. Sio wote ni washimu, kwa lazima nimsupport kwa ndugu yangu ambao ninao kwake. Dogo amezengua sana kuchora tatu. Na lakini wewe unachora tatu wewe, nani alikusumbua? Mimi sija kuchora tatu na siwezi kuchora tatu na sijawahi kufikiria kuchora tatu kwenye akili yangu. Sasa mimi naona kuchora tatu wakina Alikiba bro ni wasanii wakubwa sana. Alafu ana tatu. Anacho chochote anatoboa pua. Alafu nakwambia aliniandikia kwenye SMS eti nimetoboa pua. Au tuka nimetoboa sikio. Nataka nitoboe pua. Sasa ndio nini sasa? Hiyo ndio usanii hao. Mimi hivi si wakina Kizumbu wapo kwa wasanii. Kwani aje ameshafanya nini ambacho wakina Dija wako kifanya bro? Wakina Pibo Israeka. Anasema usimlinganishe na hao wasanii wengine unaowataja. Yeye amefanya kazi kubwa kuliko wao. Amefanya kazi gani? Amealipwa na Baba Levo mara 2 kwenda kuhudhuria matukio yake. Sasa hiyo ndo kazi. Kazi hiyo. Wewe unaona sio kazi? Ameperform kitu gani ambacho watu ambao wamemuelewa? Achana na performance ile wakamuelewa. Ukiachana na performance ile hatua ya kuitwa kwenda kuhudhuria mikutano ile ya Baba Levo, mikutano ya CCM. Kuhudhuria mikutano kuhudhuria mikutano bro, hiyo so solution. Kwamba mpaka kwenda kuchora tatu. Hiyo haiwezi kuwa solution. Kuita kwenye mikutano, kwani yeye ndo aliitwa pale? Kuna wasanii wengi sana ambao aliitwa pale. Mbona nani dogo Pata alikuwa pale afu yeye ana tatu mwilini. Na ni msanii umzidi anampiga na amechipuka tu juzi yeye Nyago ameanza mbele yake. Lakini hiyo nani hiyo aliyokuambia ndo nini hiyo? Alisema hiyo sababu aliyosema kwamba
kwamba amechora tattoo kwa sababu ya ustaa. Wewe hiyo kwa nini hujaikubali? Ustaa wake yeye, achana na ustaa wa Alikiba, nani ustaa wake yeye? Kwa ustaa gani ambao hapo ndo tumeanza kubana mimi. So unajua ndugu yangu, unajua mimi ndugu nikiamua kumchana mtu anaamua. Mimi siangaliagi bro. Na uogopi, mimi nakujua. Mimi yangu, mimi nikiamua kukuchana nitakuchana tu. Kwa maana mimi siangaliagi uko ndugu yangu au uko ndugu yangu. Mimi nikiona unafanya kitu ambacho akiwezi kaleta mwangaza kwenye jamii, lazima nikwambie. Sasa anapochora tattoo vile, kesho ataanza kutabikia watu. Kesho ataweza nyewe watangazaji wa kambini. Atakuwa anatabikia watu. Watangazaji wa kambini. Kuna wapumbavu wengine watakuwa wananiiga. Yesu unaona hata kwenye interview yake. Alitoboa sikio akaanza kujigamba. Mimi ndio nilikuwa kwanza kutoboa pua. Sasa kutoboa pua si hayo sasa si amekuwa ni mambo yale mengine hayo. Ya upande wa pili. Anajua kama ni ugei, anashindwa kujua kama ni ugei. Sasa ni ugei. Jana hapo tena anakuja kuniambia nitatoboa na pua. Sasa unapeleka wapi jamii? Unashindwa kuelewa kama ni kabila gani na kabila yako inakuwa inafuatana na utamaduni upi. Anashindwa kuelewa utamaduni wako ambao anao. Shida ni ujana ndio unataka kumpeleka vibaya sana. Anataka kutumia ule star anajiita yeye ni star. Anataka kutumia vibaya ndio tatizo. Sasa wewe utumie vile. Hapa tuko live hapa. Hiyo so tatizo. Hiyo sio tatizo, lakini mimi nimeamua tu ni mchane kwa sababu ni ndugu. Mimi siwezi kwanza kumwambia Nyago na sina uoga wa kutokumwambia yule. Nina sababu zote za kumwambia. Kwa sababu siwezi kwanza kumwambia kwa sababu akifanya vile kesho atasababisha hata familia yako wewe au ndugu yako yote ule naye achore tatu. Na hiyo kambi atakuwa anayaribu watu wote sijui hivi. Mwisho siku anakuwa anaifanyia propaganda za wasanii wengine sijui nini choreni tatu. Sijui sasa tatu ndoni. Ukimuuliza hii tatu aliyochora inamaanisha nini ajue? Ina maana gani ajui hata andishi moja pale ambapo amechora eti ana maana yake. Sasa amemchora mama yake. Kumchora mama? Sasa kumchora mama ndo nini? Si anaonyesha upendo. Bro. Yeye ndo atakuwa kwanza kuwa na upendo kwa mama yake dunia nzima. Ana show love. Hakuna bro, sisi wote tuna mama zetu na tunaishi nao maana yeye tu ndo ana mama. Sisi tuna mama zetu, si mama yake ni mama yangu. Mpaka mchole mama yako tatu ndo unaonekana unampenda. Kama ule mchakato aliofikisha wa kumjengea mama yake nyumba, akamwekea mama yake bati. Si lo kuna love zaidi ya ile mpaka uweke tatu kwenye mwili wako mama ili uweje. Anashindwa kuelewa kama sindano ambaye anaweza kuchora zile zinaweza zikamletea hata magonjwa ya kansa. Anashindwa kuelewa hivyo. Alafu anachora tatu anapigwa na sindano zingine za ganzi. Hivi anajitafutia ni ule mdogo wangu. Zile zina madhara zile. Waga zina madhara. Kama ni bangi dogo ile imefikisha mbali sana. Kama anatumia bangi ile amefika pabaya sana. Atumiagi hivyo vitu lakini. Nasema kama ni mimi sijui kama natumia lakini nakwambia kama ni bangi mdogo wangu imefikisha pabaya sana. Kama ni bangi imefikisha pabaya sana mdogo wangu Nyago. Aache vile hajaenda popote yule dogo. Hajaenda popote. Maana muziki wote anaofanya tofauti na vurugu. Kwa sababu hajui kuimba. Ana sauti gani anajua kuimba? Kama It Is My Time, kwani It Is My Time ametunga yeye? Ile si ya kwake lakini. Kwani ametunga yeye? Yeye anajua Kiingereza alisoma hapo. Aliyokiwa na watu mdogo wangu. Wewe shuku. Alikuwa pale wakina Chance Kivuruga alikuwa pale. Yeye Chance Kivuruga anajua kuimba. Hajui kuimba lakini anajua Kiingereza. So unajua Kiingereza mdogo wangu unaweza kumuongoza na ujue kuimba. Si ndio hivyo yeye aliandika maneno yake ya Kiswahili alafu wakaenda kumfanyia translation. Hiyo kumfanyia translation wa kuimba hiyo toka so vizuri. Ni sana kwa msanii kama Yara Jitapa ni msanii anayetambulisha Bebe to the world. So kama dogo kama anapoteza wenzake. Lakini kwa hiyo lugha wewe unaonaje? Yeye atambulishi. Yes anatambulisha kwa sababu kwa upande gani? Ukiangalia wewe kwa nini unakataa yeye promote hiyo Bembe to the world? Kwa sababu unatakiwa uwe na nani na sababu na fact ambazo zinaonyesha kabisa alikuwa na opportunity nzuri sana mwanangu. Opportunity ya kufika EFM TV. Alifika pale, alifika Wasafi TV, alifika Clown TV. Sawa. Naona alifika mpaka Milad Ayo, Manara TV.
Sasa kama pale kama ndo kuendaga aweza akaenda zaidi ya pale mwanangu, kwa sababu promotion nzima lazima ufanye kwenye TV. Zile promotion zenyewe zile TV ndo zinakupromote unaenda zaidi. Sasa kama ulienda pale unashindwa, kwanza unashindwa kwenda kupromote Kibembe to the World, unaanza kupromote vitu vyako vya ajabu ajabu pale. Kwa pale ndo aliwachachua watu pale. Alifanya nini? Pale ndo alipowachachua watu baada ya kukataa kwamba yeye sio masuala. Sinoma nimekuambia ni ushamba, shida ni ulimbukeni na kushindwa kujifafanua. Anakuambia hiyo sio mbembe kwa sababu hajazaliwa Kongo, amezaliwa Tanzania, ni Mtanzania dogo. Alafu mimi nilimwambia na sijui tena nilimchanaga tena, nikamwambia dogo, nikumbuke bado ni classic kipindi ameenda Tanzania, ameenda kutoa wimbo na Slay na Kusa, ameenda kujua Wasafi TV kwenda kutambulisha mpaka akasema yeye ajua Bembe. Mbembe Media, we maximize your potential.